Online TV. Naweza kusema tunakutumeni mwende mkaseme katika serikali kuu kwamba tumekwenda kutoa elimu, lakini Tomondo kuna tatizo kubwa, na Tomondo wanalindwa hasa sana na Mungu, kwa sababu kama si Mungu kutufanyia hisani yake tungekuwa sote tuna uharo mkali na sote tushakufa kwa kipindupindu kutokana na maji taka na maji machafu tumeletewa katika ujenzi wetu. Kwa hiyo tunaomba, tunakuombeni, nendeni mkaseme Tomondo wananchi wanapata tabu, mvua ndogo tu maji mpaka ndani watoto. Mungu kwa kusaidia. Tufikishieni nyie Wizara ya Afya ili tuepukane na maradhi ya kipindupindu. Mungu atuepushe mbali uharo na nini. Yale mitaro wafanye utaratibu, hawa wenye barabara waelekezee pani. Ukiwatizama wote hizi barabara kote unakopita hawajafanya miundombinu, wamechimba tu mimaji na hapo mbu anazaliana malaria, uharo. Kila siku mtatuita hapa, mnapoteza muda wenu na sisi mnatupotezea muda wetu. Kubwa na kuombeni mfikishieni Mheshimiwa Rais. Ni mtu mtekelezaji sana na mpongeza sana wa viongozi wake. Mwambieni atufahamie maarifa na sie kule ile ni chemba, wasituelekezee huku kwetu na sie tupo. Lakini pale panajaa kwenye migomba. Hii ni shehia hii ya VIP. Bamcha pale analima migomba, taka zote, mwenye gari kubwa mwenye dogo anashusha pale. Magodoni yote ya hapo taka zao wanatupa pale. Mtiririko wa maji unaotoka kwenye magodoni unavuta uchafu unaotoka pale. Pempasi zinamwagwa siku za mvua zikimiminika hapa mpaka barabarani. Nyinyi mshuhuda, mpaka barabarani tunakanyaga kwa magari. Chukueni juhudi hii, mtuonee huruma. Na changamoto tulizozisikia hapa leo, kwa hivyo imetupa nguvu na moyo zaidi kuweza kuhakikisha kwamba sasa tunafikiria kufanya zoezi kubwa la usafi tarehe 23, ambalo hili kutokana na changamoto zilizopo katika shehia hii ya Tomondo. Wananchi wamelalamikia maeneo mengi ambayo kuna majaa. Kwa hivyo sisi kama taasisi tumekubali kujitoa kwamba kuhakikisha tunashirikiana na wananchi kwa tunasafisha mazingira. Kama tunavyojua, afya ndio mtaji wa mwananchi. Kwa sisi wananchi wa kawaida, manake afya yetu ndio mtaji wetu. Kwa tunaamini chanzo kikubwa cha maradhi mengi ni mazingira machafu. Kwa hivyo tuko tayari kama taasisi kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wananchi. Kwa hivyo niwaombe tena viongozi wa serikali na viongozi wa taasisi mbalimbali, tarehe 23 tukijaliwa na Mungu tutakuwa na zoezi kubwa la usafi katika shehia ya Tomondo. Kwa hiyo tunaomba yoyote iwe kwamba ni taasisi, basi ikiwa tayari kushirikiana na sisi tuunge mkono katika kuhakikisha kwamba tunawasaidia wananchi. Sisi kama taasisi tukiibuka kwa wingi na kuisaidia jamii, kwa hivyo nayo pia jamii tunaamini kupitia uwepo wetu inaweza ikawasaidia kuamka na kuona kwamba kumbe jukumu hili la usafi si jukumu la serikali tu, ni jukumu la mwananchi. Kila mmoja kwa nafasi yake popote pale alipo anatakiwa kuchukua jitihada ya kuhakikisha kwamba anasafisha katika eneo lake. Kama sisi Wizara ya Afya kutokana na wilaya Magharibi shehia ya Tomondo, kwa kile ambacho tumejipanga ili kuweza kuzuia majanga haya ya maradhi hasa ya malaria na uharo mkali, kwanza kutoa elimu ya afya. Hichi ndio chanzo kikubwa ambazo kitazuia maradhi, lakini chingine kutoa dawa za waterguard katika jamii ambazo zitawafanya wananchi wajikinge na maradhi hayo kwa kutibu maji ya kunywa, lakini chingine kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika maeneo na shehia husika, lakini chingine tukishirikiana na taasisi mbalimbali mfano manispaa za Good Hope Society kufanya usafi wa mazingira au kuweza kuondoa majaa yasiyokuwa rasmi katika shehia yetu, kwa sababu changamoto kubwa imeonekana kwamba kuna majaa ambayo hayako rasmi, na la pili kutuama kwa maji. Kwa hivyo kwa kuweza kukabiliana na changamoto hizi tunaweza tukaibadilisha Tomondo na kuweza kuwa katika hali ya usafi wa mazingira. Nishampeleka hospitali, ana dawa anatumia lakini hazimfai. Kumbe muarobaini ni ile tabia ambayo unaifanya wewe, unampa dawa, anapoa baada ya siku 2 anarudi tena, kwa sababu ile tabia wewe unayo. Unakuja kusema nini? Bi fulani kanionea choyo, mtoto kapata kirambi. Kumbe wewe ndo unamlisha mavi mtoto. Tabia mtoto akishakuwa tumemwona kidogo ana miaka 3 4, wewe mama una kazi zako, labda tuseme unafua, sawa unamchukua mtoto ana njaa, unachukua chakula chake unamwekea ale. Mtoto hapewi chakula kimoto.
Kama chakula kibaridi, manake nzi atafanya nini pale? Atatua. Wewe unamwambia nenda kale, we huyo unaenda kufanya shughuli zako. Mtoto anaweza kukinga nzi? Jamani, tumeona sababu za watoto kuharisha, si virambi peke yake, sikatai kama vipo lakini hayo pia yanachangia na ndio yalokuwepo makubwa. Sawa tunawapa watoto wakale, lakini kisha sisi tunafanya nini? Tunaenda kupunguza kazi. Kwa hiyo nzi anatoka kule anatua. Ukizingatia na ule mtoto ambaye anakula ana na mdogo wake ambaye anatumia Pampers hiyo ambayo wewe hujaifanya nini? Hujaihifadhi vizuri. Kwa maana nzi anachukua kinyesi cha mdogo wake, anaenda kumpelekea dada yake anatia mdomoni, analeta uharo nyumbani. Ili angalau hizi changamoto za uharo mkali na malaria na maradhi mengine yaendelee kutuepuka katika mitaa yetu. Tunajua kutokana na tathmini chache ambayo tulipata kwenye baadhi ya vikao, tukaambiwa haya maradhi yameanza kutuchemelea zaidi kwenye mitaa yetu, hususan wadi yetu ya Kisauni. Nadhani ndio maana wenzetu wa Wizara ya Afya pamoja na taasisi ya The Good Hope Society wakasema waanze na huku, na ukizingatia hichi ni kipindi kizuri lakini kibaya pia kwa sababu ya mvua na mambo mengine. Kwa maana hiyo nichukue fursa hii kuambia kwamba tuendelee kupata hii elimu na tuende tukaifanyie kazi, tusiiache hapa tu. Nitoe wito pia katika kipindi hichi, masuala haya ya uharo mkali, imani yangu hasa pia yanasababishwa na uchafu, utiririshaji wa maji machafu kwenye maeneo yetu. Kuna baadhi ya wananchi mpaka sasa hapa tulipo wana changamoto ya vyoo kwenye maeneo yao. Kwa maana hiyo tuweni na umakini wa kutosha kuona sisi hatuambukizi watu wetu, lakini pia hatusababishi kuambukiza watu wengine na majirani zetu, ili sote tuwe salama kwa umoja wetu. Baada